Okay, basi mfalme kwa siku ya leo ni kama alikuwa amesusia chakula. Basi bibi pamoja na rafiki yake hufahamika kwa jina Gilmore waweza kurejea sehemu ambapo anapumzika. Sasa binti kwa wakati huo alikuwa na mawazo sana. Juu ni lini atapata nafasi ya kuweza kurejea nyumbani ili aweze kumuona hata babake. Kwa ni kipindi kirefu zaidi. Akicheki kwenye anga, aliona sura ya The King. Yali kuna mambo ameanza kutoka sawa. Kwa fikra akili yake. Aha. Lakini pia upande wa pili kwa mtaalamu, naye alikuwa anaangalia kwenye Warasima Sky. Bado anapata kumbukumbu tu ya namna na juu ya ukarimu ambao anaupata kutoka kwa binti. Na kwa sasa anahisi njaa katika tumbo lake. Anawaambia wafanyakazi wake ya kwamba kwa saizi nafikiria kitu kimoja ambacho ni njaa tu. Nafikiria njaa inaweza ikawa inasababishwa kutokana na yule mtu ambaye anamfikiria sana. Anasema kweli mfalme anahitaji chakula kwa wakati huo. Wewe ni Enuchio. The King anataka food. Basi uliweza kuandaliwa msosi majira hayo. Pia analeta chakula. Ile sasa mtaalamu katika akili yake na mambo mengi sana. Anasema kwa siku ya leo umeniletea chakula cha aina gani? Anasema nimekuandalia supu ambayo ya kuku ikiwa pembeni kidogo na kaubwabwa. Utaweza kufanya mlo wako uwe mwema zaidi. Basi mwamba Sala Bintibu alikuwa anahitaji kuonja supu hiyo. Ili kabla hajaonja, Machibonge wanafanya kazi yake ya kuonja tu. Basi mtaalamu baada ya kuonja supu hii aliweza kujisikia vizema zaidi, kujisikia safi zaidi. Unajua siku zote mambo yanahitaji utaratibu maalum, alafu chakula kinahitaji utaalamu zaidi. Unapika pika tu. Kuja kupata shida. Letea mkimwenza. Bora basi hiyo menyu ilikuwa iko bomba zaidi. Na binti aliweza kufurahi sana kwa siku ya leo baada ya kuona mtu huyu ameweza kula. Lakini mtaalamu anachungulia kwenye kijilisha hicho kidogo. Naona binti anacheza mchezo fulani. Sema shida wanyeshi na koga hamna. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu huko, mzee wa michezo wanamuita Grand Prince. Huyu ni mjombake na ule chali mjombao. Anasema kuna kitu ambacho umefanya sijakipenda zaidi. Kwa nini uliweza kumtuma muuaji katika eneo la Salgoji Forest bila kupata idhini kutoka kwangu? Basi mjomba amechaluka zaidi. Anambia kwa nini umefanya kitu kama kile? Na nini ambacho uliweza kukifanya? Kwa sababu hiki kitu kipo katika mpango maalum. Sasa kufanya kwa namna hiyo, sidhani kama ingeweza kutengeneza nafasi njema ya kuweza kumaliza. Anambia utalipa kwa kile ambacho umekifanya tu. Lakini sasa upande wa pili mtaalamu anaenda kumpa taarifa Black Ninja mmoja. Anasema Grand Prince Jason ameweza kutambua kilichojificha nyuma ya kile kitu. Kwa hiyo kisha una clear kila kitu, mambo asije akajirudia tena. Black Ninja akiwa anatoka hapa Tara Bintibu, hadi sasa inaonekana tayari mtaalamu Prince Gangsan ametuma watu kwa ajili ya kumaliza maisha ya mtu ambaye amevalia kitambaa katika eneo lake la sura. Lakini mtu ni kwamba alikuwa yuko fiti zaidi. Anaweza kucheza mchezo na watu hao vizuri tu kwa sababu alikuwa na amudu. Lakini baadaye aliweza kuhitaji kutoroka na baada ya kukatwa. Anasema kumbe Prince anahusika, Grand Prince anahusika na mambo yote. Sasa taarifa inafika kwa mzee mzima Grand Prince. Anasema nimempoteza tena. Anasema wewe unatakiwa kisha utengeneza nafasi ya kummaliza mtu yule. Lakini kwa uzembe ambao unazidi kuufanya, itakuja ifike sehemu nishindwe kuelewa juu ya kile ambacho namaanisha mbele yangu. Zaidi tu naweza kuweza kupotezea maisha tu. Alikata hilo jani kwa hasira mzee mzima. Anaambia ukifanya makosa tena ondoka na hiyo shingo yako. Nikizaza zaidi hapo sound ya Faru DJ. Anasema nimepata taarifa kutoka kwa wafanyakazi ya kwamba ataweza kufika mganga mkuu wa kumtibu mfalme. Lakini kwa wakati huu nahitaji kumwandalia chakula mfalme ambacho kinafahamika kwa jina la Nat Gongseong. Lakini sasa katika uandaji wa chakula, na binti pia aliweza kupenyeza chakula chake sababu leo kulikuwa ni siku ambayo mjomba wake na Prince kukutana na The King hapa kuteta mambo mawili matatu. Anasema basi leo naona misosi imekuwa mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali zaidi. Waambiwa mke wa mfalme aliweza kuandaa chakula. Lakini pia binti naye aliweza kuleta chakula. Kwa hiyo kuna vyakula viwili katika meza moja. Lakini mama
chakula chake hakikupendwa sana. Binti tu kibonge alivyoonja chakula cha ubinti, kwamba aliona hii mambo mbona kama imepikwa kama ya juzi. Basi akamwomba tu na mjomba wake ingekuwa vema angeweza kutafuna mlo ili waweze kushiriki kwa pamoja. Binti alitoa maelekezo tu namna ya kuweza kuchambua msosi wa namna ya kula. Basi watu walianza kuumeng'enya msosi. Tala bintibu akamwambia msosi ulikuwa ni mtamu zaidi, kila mtu anakula. Alafu misosi ya binti ukila unaweza kujikuta umeenda dunia nyingine zaidi. Yaani wanakula wanapata hisia kama wako baharini, wako jikoni, yani wako juu kabisa ya anga. Binti kuna namna anapika vyakula vyake, siri yake rejea mwenyewe tu. Anasema hii ni ladha ina gani? Anasema ni crunchy out. Ni kizaazaa zaidi. Yaani msosi ni kwamba ina maana unaingia ndani alafu unatoka nje. Binti anazidi kupambana tu na huyo mke wa mfalme. Anasema najua wewe unipendi, lakini mimi kazi yangu ni kumpikia mfalme chakula ambacho kilikuwa bora zaidi. Sasa unaambiwa Nyaturu alivamia Diko. Anasema pia nimeandaa chakula ambacho ni kama kina mabaki ya mizizi. Chakula hicho kinakuwa na uchachu lakini pia na uchungu, ila kinaweza kufanya kuimarisha sana mifupa yako na kufanya uwe na afya njema zaidi. Basi anko wake naye pia aliambiwa ajaribu kuonja Diko mara ya pili tena. Aliwaambia kadri wanavyozidi kuonja msosi huu ndipo unazidi kuwachanganya zaidi. Watu wanakula Diko kwa spidi ya ajabu zaidi. Sasa inamuumiza sana mke wa mfalme kwa sababu Diko ambalo ameleta yeye kwamba watu kwa sasa hawana mdanalo. Kizaazaa zaidi. Hii hapa inaitwa Boni ya Petete. Your Majesty. Mlo mwema kwako mfalme. Na the chosen on the kutara bintibu. Anasema hata umepika chakula ambacho kiko vema tu, unawishi nini kumwomba mfalme? Anasema Consolati Kang, ni nini ambacho unakiomba kwa wakati huu? Ili binti kwa wakati huu alihitaji kuishi aweze kuomba juu ya handbag chake ambacho amekipoteza. Lakini akaona kwa wanyabu mbwa waliopo katika ile eneo italeta shida sana. Naye akadai kwamba anamtakia afya njema tu mfalme, azidi kuenjoy msosi wake. Basi hata hivyo mgeni ambaye alikuwa ametembelea siku ya leo ni Grand Prince mjomba wa mfalme, pia aliweza kufurahia msosi. Kama huku ni joto tu sababu kila alichofanya imeenda tofauti zaidi. Lakini sasa kumbuka niko na simulizi ambayo nakuwekea muunganiko sahihi zaidi. Ina maana kile kitabu ambacho mfalme kadri siku alivyokuwa anazidi kuandika yale ambayo alikuwa anatokea katika eneo la Jiko na maisha yake na bibie, kile kitabu ambacho binti alikipata miaka 2025, lakini sasa kinaandikwa wakati huu na The King, The Book of Memory of the King of Jason. Kwa miaka hiyo zaidi mwamba alikuwa anazidi kukiandika kwa yale yote ambayo alikuwa anaambiwa na binti. Lakini sasa binti kwa wakati huu anahitaji aweze kupata kibegi chake kwa sababu kina kitabu maalum ambacho kinaweza kumpatia mwongozo tu kile ambacho kinaweza kujiri kwa baadaye zaidi. Hai sasa Umnyabombo ambaye mfanyakazi wa pembeni wa mfalme, waziri mambo ya kisiasa zaidi, aliweza kukipata kile kitabu kabla ya The King. Anasema nimefanikiwa kupata kitu ambacho Guyeo kwake ni muhimu sana. Ni kitu ambacho kimekaa kama lijimkoba ambao nimelipata kule katika misitu ya Sarajong Forest. Basi anasimulia baada ya kupata ule mkoba aliweza kutoa vitu vingi sana. Hadi sasa mshikaji akutana na passport. Alishtuka sana, anasema Guyeo ni mzimu wa kike. Hadi sasa ni kwamba kujua tu kujua kile ambacho kilikuwa katika kile kitabu. Hivyo akili yake kwa sasa inahitaji kwenda kumpatia mfalme ili aweze kumpatia binti kama gift kwa ahadi ya uhusiano ambao alimwambia. Hadi sasa ni ajayo katika episode inayofuata zaidi. Baada ya kufika kama mjumbe katika eneo la Mini, aliweza kukutana na chifu Uni. Kabla siku tunapikaga misosi ambayo inakuwa babu kubwa zaidi. Kwa hiyo msosi ambao mnapika Johnson cha mtoto zaidi. Hapa tutakutana nao katika episode inayofuata tu, kutana na kizaazaa zaidi cha wapishi ambao ni hatari pia na wenyewe katika mapishi kutoka Mini. Nafikiri nini kitajili endapo atakutana na bibie. Hapa ni episode safi ya 9, tukutane katika episode ya 10, tukutane na Balala hapa Wamba.
kutoka Mini. Hii hapa sauti ya Mgojosoni pale kutokea kitengo zaidi. Hebu tukutane katika episode inayofuata ili kuenjoy burudani bomba zaidi. Kama kaka mdawa kama kawezo. Hii hapa sauti yao. Sauti ya Mgojosoni. Ese chao. Kamsamida. Niko. Lakini sasa muda ulikuwa uruhusu. Alisita kaa narudi nyuma kidogo. Sasa binti akasema nahitaji malizie kile ambacho umekianza. Binti anamfuata, anamwambia kwa nini unanikimbia? Anasema kwa sababu. Kwa sababu gani? Mwanaume anaenda chini, kaona wewe taendaje chini peke yangu. Akamvuta bio anakuambia zero distance. Mambo yanazidi kwa bambam zaidi, kwa sawa zaidi. Wanafikiri nini hatima watu hao wawili katika kizaazaa zaidi hapa cha Boni Apetie. Yo Majesty na Falu DJ kwa unazidi kusogeza jaramba hili hapa. Tuendelea kupata burudani. Tuazidi kusonga usipate moto. Basi baada ya binti kumwamkia mtu katika lile eneo la bustani, aliweza kutoka tu. Kila mtu alikuwa katika hali ambayo kwa sawa zaidi. Lakini mwamba alimlaumu sana bibie. Anasema sababu yako wewe ndio umesababisha kila kitu kitokee. Lakini binti alipata kamkwaruzo kadogo tu. Mtu huyo alionekana akijali sana juu ya jeraha ambalo ameweza kulipata binti kwa wakati huo. Japo binti haidai ni kijikovu kidogo tu, haina shida. Mwamba anasema ingekuwa ni vyema tungemtafuta daktari. Na sasa binti alianza kukagua mkoba wake na anakumbuka ndani ya mkoba kulikuwa na kitabu ambacho kinafahamika kwa jina la Mang Book. Kitabu ambacho kina historia ya ufalme mzima. Anasema sasa mbona hakuna kitu? Anasema labda Songjai ameweza kutoa kitabu ambacho kilikuwa humo. Mtaalamu aliitwa anaulizwa, lakini anadai kwamba kitabu hajatoa. Ila si tumeona katika ile playback ground ile mwamba ni kama alichomoa kitabu. Anasema hicho kilikuwa ni kitu muhimu sana. Nimepata kila kitu. Anamwambia loyo chief secretary, hujatoa kweli kitu? Anasema basi nitaituma jeshi langu kwenda kukagua hicho kitu ambacho nakitafuta. Na imani utakipata. Sasa kitabu kimeenda wapi? Yote tunazidi kuyajua mbele ya safari tu. Sababu kitabu kinazungumzia maisha ya mfalme na vitu vingi sana ambavyo alipitia. Ina maana ndo maana binti anaweza kuwa wini katika hii hapa nyakati ya zamani zaidi. Hasa huko jikoni watu wanaendelea kupiga kapombe fulani ka asili, ni kakali bara. Wanasema leo lazima tujipongeze. Kila mtu apige bakuli kadhaa ili kujiweka sawa zaidi. Wanaambia mzigo ni mzito. Wanakunywa lakini lazima wafiti zaidi. Baada ya binti kufika waliweza kuficha. Lakini binti aliwauliza tu, nini ambao mnafanyaga katika ile eneo? Mimi mbona sijasikia harufu ya kitu chochote? Anasema basi ni kitu moja ambayo sio nzuri sana kunywa kama una uzoefu. Naweza kukuletea shida zaidi. Lakini binti aliomba aonje kidogo tu. Aonje mzigo ili ajiweke sawa zaidi. Hao wenyewe wamezoea kunywa kwa sababu hii ni asili yao na hizi ni pombe zao. Sasa binti baada ya kupiga mzigo ulimzidia. Kajikuta ameanza kutoa burudani kwa kutumia kijiko. Anaimba na kutoa lawama nyingi sana. Alafu anacheza michezo fulani hivi kama wabogojo. Nikisanga na mwana. Hebu cheki au step wanayokimbiza wenzake. Anawachezesha. Unazijua shaki wewe. Mambo ya maleo. Ilikuwa ni kazi katika eneo la jiko. Binti ameshapiga mzigo. Yuko chakali ndwi. Basi baada ya kushtuka, jikuta amekuwa sehemu nzuri sana. Alimuuliza rafiki yake Graham, ni nini ambacho kinatokea? Anasema walikuwa wana dansi kwa namna ya ajabu na walikuwa wanadai kwamba kuna kitabu chako kinaitwa Mang Dunlok. Anasema umejuaje juu ya hicho kitu? Anasema naijua kupitia wewe. Anasema nini ambacho nilifanya sasa? Anasema lakini pia ulisema kwamba mfalme alihitaji kuichapa. Binti akaona hapa sije nikaribu mambo zaidi. Sasa upande wa pili kwa The King anatafakari sana. Anakumbuka kumbukumbu ya binti ya kwamba anasema anahitaji kurejea kwao kwa sababu yeye anatokea future. Alimuita Chief Chang Sion Enuchi. Lakini sasa katika eneo la baraza zaidi aliweza kupatiwa ujumbe kutoka kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina Yang Ju. Ni mtu ambaye alizalau sana juu ya kila kitu ambacho kilipelekwa kama zawadi kutoka Johnson. Anasema hata hivyo tulimpatia pamoja na farasi kutoka maeneo ya Jeju. Lakini sasa naye kupenda. Anajisifia na anajigamba kwamba chakula cha Johnson akiwezi kuwa na ladha kumshawishi. Anasema basi ngoja tuache washinde njaa, yeye itapatia nguvu na akili ya kujua nini wanahitaji kufanya.
Chale anasema mfalme yuko sahihi zaidi. Hawa njaa ndio itakayowafanya wajue nini wanatakiwa wale na nini wanatakiwa wasile. Ikizaza zaidi. The King kuna namna ambayo anahitaji kuseti mambo zaidi na ana mpango wake maalum. Baada ya kumaliza meeting sasa, pande wa pili kwa kina binti wakiwa wanazidi kufanya mambo yao, Enuchi Yon aliweza kufika. Anatoa taarifa ya kwamba kuna ugeni wa mtu ambaye anakuja kama mjumbe kutoka katika taifa la Ming. Japokuwa ni mtu ambaye amezalau sana juu ya vile vyakula ambavyo vinapatikana katika mji wa Joseon. Anasema kuna wapishi ambao ni watatu, yani wapishi watatu hatari zaidi ambao wanaongozana na mtu huyo. Sasa The King anahitaji kukutana na mtu huyo ambaye inasemekana na wapishi watatu hatari, lakini pia wapishi yao ni mabodyguard kwa upande wake. Kwa sasa ni kizaazaa zaidi. Wasema ni mtu tatu ndani ya track moja. Anasema pole kwa uchovu wa safari, lakini pia nisikia juu ya kile ambacho ulizungumza juu ya chakula cha Joseon. Anasema lakini nafikiri navutia zaidi kuonekana kama umeongozana na watu ambao naamini ni bora zaidi. Anasema sio wapishi tu, lakini pia ni watu muhimu sana. Sasa kwa anapiga story kumsimulia binti juu ya wapishi ambao ni watatu. Anasema ni legendary kuka ambaye anatokea China huyo babu. Anasema ni hatari, anaitwa Master Sun Chuan. Binti anawacheka tu. Wote hao washasoma kwa hiyo wanajua. Anasema pili anaitwa Tang Bairong. Huyu ni mwanadada ambaye ni hatari kwa kutengeneza vyakula vya asili. Basi utambulisho unazidi kusambazwa tu juu ya watu watatu ambao wanaonekana ni mabingwa wa upishi. Na sasa ni habari ya mtu wa tatu. Wanasema ni hatari na ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kutumia kisu na anaweza akapika akiwa amefumba macho. Kwa hiyo msosi wake huwa ni hatari zaidi. Huyu hapa mzee mzima ambaye wanasema ni mtaalamu pia wa Shandong Kung Fu, lakini pia ni mtaalamu sana wa masuala ya mapishi. Basi binti baada ya kupata habari za wapishi wote hao, anasema basi ngoja tuone na sisi ni nini ambacho tunaweza kuandaa kwa kicha mambo yanakuwa sawa zaidi. The King alihitaji kumpa taarifa bwana huyo. Anasema nimeona juu ya watu kwa watatu ambao ni bora zaidi, lakini pia na sisi tuna special chief lawyer kuka ambaye ataweza kupika chakula kitakachokuwa bora zaidi. Sasa anahitaji tuweke namna ya kuweza kupata chakula cha pamoja tu uweze kuenjoy the little taste of Joseon. Anasema najua huyo nimepata habari za Guyeo, kwa hiyo yanitishi. Hebu tule msosi kwa pamoja tuone nini ambacho alicho nacho. Wanaona sasa basi karibu tuingie ndani tuweze kupata food zaidi. Hiyo hapo katika episode ya 10 zaidi. Hebu tukutane katika episode ya 11 kujua nini ambacho kitatokea.